Hivi mshajiuliza kwa nini mfumo wa elimu ya Afrika bado unaonekana hauna msaada sana kwenye kizazi cha Afrika? Unaona kabisa wasomi wengi wanakuwa wakirudi mtaani wana struggle kuanza upya adhifu elimu yao. Haina msaada wote kwenye maisha yake. Yaani mtu anaweza kawa ametoka huko amaliza chuo miaka mitatu and still anarudi mtaani. Anaanza kufanya kazi ambazo hata darasa la 7 angeishia angeanza kuzifanya. Sasa hivi angekuwa amefika mbali sana. Hii hapa ni sababu moja hapo ambapo mimi nitakwenda kuelezea. Katika video nitaenda kuelezea sababu ambazo zinafanya Afrika elimu inatengeneza maskini. Kwanza kuna vipindi vitatu katika, kuna regime kama tatu katika tawala za Afrika. Kuna kabla ya wakoloni kuja, kuna baada ya wakoloni kuja, na kuna baada ya wakoloni kufanya nini? Kuondoka. Nitaanza na kipindi kabla ya ukoloni ambapo tunasema ni pre-colonial Africa educations. Elimu ya Afrika kabla ya wakoloni kuja. Sasa je, umewahi kujiuliza jinsi watoto walivyopata elimu kabla ya ukoloni kufika kipindi hicho? Sasa leo naenda kuambia kwamba kabla ya ukoloni elimu barani Afrika ilikuwa ni ya kijamii na kitamaduni. Pia ilikuwa ni ya kiutendaji, yaani wanafundishwa kazi kama ni shambani wanaenda kulima shamba. Hakukuwa na shule za madarasani kama tulizo nazo sasa hivi kwamba watu wanakaa wanasoma. Ila walimu walikuwa ni wazee wa jamii, wachungaji wa dini, wale watu fulani wa imani, na wale waganga wa jadi wa asili. Wale ndio walikuwa kama walimu katika jamii zetu za Kiafrika kipindi cha nyuma, ambao watoto walijifunza mila, desturi, historia, hadithi za jamii na ilikuwa ni njia ya kuhamasisha maarifa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa walikuwa wanafanya tu kuhamisha maarifa kutoka kizazi kimoja mpaka kingine, kama ni dawa za asili, kama ni mambo ya mila, kama ni mambo ya ndoa, walikuwa wanafundishwa kipindi hicho la kiutamaduni zaidi. Pia walikuwa mara nyingi wanafundishwa kwa wanaume, wanafundishwa kwa majasiri, watu wenye heshima, mshikamano, kufanya kazi kwa pamoja. Yes, nadhani wengi tumesoma sana kwa historia. Walikuwa wanafanya kazi katika umoja sana sana. Ukiangalia zile historia kipindi labda kipindi kabla wakoloni hawajaja, kuna zile historia zinaonyesha hivyo kwamba Waafrika walikuwa wanafanya kazi sana kiumoja. Walikuwa wanaongozwa na mfumo wa machifu hivyo. Pia elimu yao kipindi hicho ilikuwa ni imebezi sana kwenye matendo kuliko kuelezewa maneno. Kwa watu walikuwa wanajifunza kilimo cha sio cha kwenye madaftari, kilimo cha uhalisia. Wanaenda shambani, wanalima, wanapanda, wanavuna. Kwa hiyo unajua wanajifunza hivyo hivyo, uvuvi, kama ni kuchongaji wa yale masanaa, kama ni urembo labda, ujasiriamali, shughuli mbalimbali walikuwa wanajifunza in practical way. Kwa kila mtu alikuwa na jukumu lake katika jamii, kwamba kuna watu fulani watakuwa wanafanya kazi fulani. Wanaume wanaenda wanawinda, wanatafuta chakula. Wanawake wanafanya hichi na hichi na hichi, shughuli za kilimo wanafanya wote pamoja hivyo. Yaani kiufupi walikuwa ni jamii ambayo wanafundishwa vitu very practically. Kwa sababu kubwa ya huo mfumo wa elimu wa kipindi hicho ilikuwa ni kuimarisha jamii na kuhakikisha kila mtu ana ujuzi unaohitajika ili kuchangia katika madaraka na katika kuendesha shughuli za kiutawala kipindi hicho. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni kabla ya ukoloni kuja. Sasa je, nini kilitokea wakati wa ukoloni? Tunasema colonial period education. Baada ya wakoloni kuja, nini kilitokea? Sasa bana, baada ya wakoloni kuja kila kitu kilibadilika. Yaani wakoloni walipokuja waliona kama elimu kwao ndo kama chombo cha kudhibiti watu na kuhakikisha rasilimali za Afrika zinatumika kwa faida yao binafsi. Kwa hiyo waligeuza elimu kuwa chombo cha kufanya Waafrika wawe wafanyakazi wao, na ili waweze kuchukua rasilimali zao kupitia nini? Elimu yao. Kwa kama unakumbuka vile walitumia dini, walitumia viongozi hao wakubwa kutoa ushawishi, na pia wengine walitumia mabavu. Sawa. Sometimes walikuja kwa njia kama wanafanya biashara, lakini kupitia zile biashara wanafanya nini? Wanahakikisha
kuhakikisha bidhaa zenu zinawafaidisha wao. Sasa shule za kikoloni zilianzishwa baada ya kuanza kutawaliwa. Sasa shule za kikoloni zilianzishwa mara nyingi chini ya mashirika ya kidini. Kama unajua, kama mnajua kabisa mashule mengi ya zamani yaliyopo hapa Tanzania, mengi yalikuwa ni chini ya dini, yani mengi ni ya makanisa. Malengo yalikuwa ni wazi kwamba kuwafanya raia watekeleze na si nini, sio viongozi, yani kuwafanya raia wakubali kuwapokea kirahisi, watumia system ya nini, ya dini. Elimu ililenga kufundisha ujuzi mdogo sana, kusoma, kuandika, kazi rahisi, lakini haikuweza kutengeneza watu wenye kufanya kazi za juu kama vile mainjinia, ma-IT, madaktari. Haikulenga huko. Ilikuwa imefanya kufanya zile kazi za chini, viwanda, mashamba, na kutengeneza wale viongozi wadogo wadogo ambao wanaweza wakasimamia Afrika. Lakini lengo lao ilikuwa sio kutengeneza superpowers nini, leaders. Hawakuwa na lengo la kutengeneza viongozi ambao wanaweza wakasimamia wenzao. Hapana, hiyo elimu ilikuwa haipo Afrika. Kitu kingine ni kwamba shule hizi ziliundwa kuzoofisha utamaduni wa nini, wa Kiafrika waliokuta. Ule utamaduni wa Afrika ulifanya nini, ulikandamizwa. Watoto wakawa wanafundishwa historia za Ulaya, mnafundishwa historia sijui za wapi huko. Watoto walifundishwa mambo mengi, maadili ya Ulaya, lugha za Ulaya, na ndio hapo tuliingiziwa lugha za Kiingereza hapo. Wakati mila na desturi za Afrika zilipungua sana na kupuuziwa kabisa. Lengo lilikuwa ni kudhibiti fikra za nani, za vijana, na kuunda watu ambao watatekeleza baada ya viongozi au wale viongozi wa jamii kukubali, wafanya raia wake wakubali zaidi. Walianza kuwatengenezea system za kufanya nini, za kuwaweka watu fulani kama watiifu. Na ndio maana system ya elimu ya Afrika inakuwa inakufanya wewe usiwe ni mtu ambaye unaogopa sana kufanya makosa. Yani hivyo imetengenezwa tangu kipindi cha ukoloni, kwamba almost student ukikosea unapigwa teva. Yani ili mradi tu kukufanya uwe na utii, uwe na woga. Hiyo ni system ambayo tumeachiwa na wazungu tangu muda mrefu. Kitu kingine ilikuwa ni kwamba mfumo huu uliweka mipaka kati ya kijamii na kiuchumi. Wazungu walizia nafasi za uongozi, waliziacha kama zilivyo. Na wale walikuwa wanasoma, wale ambao walikuwa wanasoma mambo ya uongozi wa Afrika ambao wanaonekana kidogo wameelimika, walikuwa wakihitimu, wanakuwa wanatoka pale wanapewa kazi za chini. Wanakuwa wanapewa kazi ndogo ndogo kwa simamia wenzao, yani vyeo vya chini vile. Hata wale wanakuwa walimu wa wale wa Afrika. Hata wale waliopata elimu hawakuweza kujitegemea kiuchumi, kwamba wanaweza kusimama wenyewe kama wenyewe, kwa sababu ya mfumo wa elimu ulianzishwa ili washindwe kujisimamia nini, kiuchumi, wawe dependent kwao. Kwa maneno mengine, elimu ya ukoloni haikuwa na lengo la kuimarisha jamii wala kuwapa nguvu raia wa Kiafrika, bali kuwaweka watu maskini, watiifu na tegemezi kwa wakoloni. Yani hii ni historia ambayo inasababisha changamoto kubwa sana kwa mfumo huu wa elimu ulioingizwa kwenye mfumo wa serikali ya sasa hivi. Kwa sababu baada ya wakoloni kuondoka sasa, hiyo hapo ndo mfumo wa kipindi cha wakoloni kilivyokuwa. Sasa baada ya uhuru, post independence Africa education ilikuwaje? Baada ya uhuru, mataifa mengi barani Afrika yalilisi mitaala na mifumo ya shule za kikoloni. Na hata hivyo, ndio maana mpaka sasa hivi tuna struggle sana kupata wasomi ambao wanaweza wakasimama wenyewe kama wenyewe, wakimaliza shule wajisimamie, wawe creative, wa innovate kitu fulani. Ni ngumu kwa sababu the system ambayo tumeachiwa, ambayo tumeilisi kutoka kwa wazungu, haikuwa na aim hiyo. Na hata mitaala yao haijafocus kutengeneza watu creative, imefocus kutengeneza workers, imefocus kutengeneza wafanya kazi. Na ndio maana kila mtu anayemaliza kusoma elimu ya Kiafrika au ya Kitanzania atataka aajiriwe. Yani atataka aajiriwe kwa sababu ile creativity, manpower, hajaelekezwa chochote. Unaweza ukasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka unamaliza university mwaka wa 4, haujawahi elekezwa namna ya kutafuta pesa. Yani kama ni daktari, umeanza form 1
Yani unaweza kuanza chekechea, umejifundisha kusoma kuandika hadi la 7 pale. Basic ile ya primary school tusema ni kusoma na kuandika, hamna kipya. Umeenda pale O level umepewa hivi basic knowledge, umeenda advance labda PCB, umesoma yako labda physics, chemia, biology, umeenda pale chuo, umeenda kusoma daktari, umesoma udaktari, unamaliza pale, you know nothing about money, na unaingia mtaani kujisimamia na familia yako. Do you expect kwamba utaweza kusimama na kuhandle financial stresses mwenyewe bila kwenda kusoma chochote, bila kupewa instruction yote, bila kuwa na exposure yote? Na hao wanafunzi ambao wametoka ni freshies, ametoka huko hela kubalisha yupe ni boom, anakuja kujisimamia mwenyewe mtaani. Na ndio maana mpaka sasa hizi tunapata nini, shida sana kupata kizazi ambacho kinaweza kujisimamia cha Afrika. Kwa mitaala mara nyingi ilikuwa ni ya nadharia, mitaala ya koloni ilikuwa ni ya theory sana. Kwa mafunzo ya kitabu sana, lakini sio ujuzi wa kiutendaji, na hiyo ndio changamoto kubwa. Ndio maana hata ujasiriamali ni ngumu sana kukuta msomi anawaza kufanya shughuli za kijasiriamali, ni machache sana. Kwa shule hazikutufundisha jinsi ya kuunda biashara, kutengeneza mapato au kuunda teknolojia, bali wanafundisha kusoma, kuandika, kuandaa ripoti, kufanya research kuhusu kitu fulani, kwa nini watu wanafanya hivi, unafanya research, most theory, unafanya theory hazisaidii chochote kwenye maisha ya Afrika. Mwanachuo amesoma mpaka amefika ameleta mwaka 3, kisha achafanya practical, ashaenda kufanya research wapi au kufanya field, kufanya nini, whatever. Field zenyewe ni zazo field za workers, unaenda kufanya field ya kufundisha whatever, lakini that is too difficult to accept, but it is the reality kwamba education ya Africa I support watu kuwa creative na kufanya kazi wenyewe. Yani unamaliza chuo mwaka 3, lakini unavorudi mtaani unaanza kama mtu aliyemaliza darasa la 7. You started with nothing in your hand, hauna chochote. Unaweza kujikuta unafanya kazi ambayo ulikuwa unaweza kuanza kuifanya ukimaliza la 7, mpaka sasa hivi ungekuwa unaifanya, ungekuwa uko mbali sana. Kwa watu wengi wanamaliza shule bila ufundi wa kujitegemea kiuchumi, na hivyo kupata nafasi za chini katika jamii, katika ajira, na usababisha waanze kulalamika muda wote wako ajira poto, wanatafuta ajira, hatuajiriwi kwa sababu wametengenezwa kuajiriwa. Yani hawajatengenezwa kujitegemea, wanalalamika hapana ajira kwa sababu ya mfumo unaendelea kutuweka maskini. Yani elimu bado inategemea watendaji na sio wajasiriamali au watu wanaweza kutengeneza kitu. Wanategemea teknolojia, mitaji kutoka nje, misaada, mikopo. Ubora wa elimu bado ni changamoto sana katika bara letu la Afrika, na hata wale waliopata elimu hawapati uwezo wa kuunda utajiri na kujitegemea kama tunavyotegemea. Kwa historia yetu ya elimu barani Afrika inatufundisha jambo moja, kwamba mfumo wa ukoloni ni hatua ya kwanza ya kubadilisha kwa mfumo unaotukuza kiuchumi na kiakili. Yani tukifanikiwa kubadilisha mfumo wa elimu ambao tumeachiwa na ukoloni, kuweka katika mfumo ambao unatukuza kiuchumi, itakuwa ni hatua kubwa sana. Yani hiyo ni elimu ambayo inaweza kuwa na nguvu ya kutengeneza utajiri. Watoto wanafundishwa pesa, namna ya kutengeneza pesa, wanafundishwa teknolojia from the basic. Yani unaweza kuimagine elimu ya Tanzania, mtu anamaliza darasa la 7 bado imefocus kwenye ujuzi fulani wa kusoma, kuandika, Kiswahili, tenzi, vitenzi, vinini. Hivyo ni changamoto kweli. Kwa ujumla elimu yetu ambayo tumelisi inatupa changamoto sana, na kitu ambacho yani ndio ukweli, japokuwa watu wengi wanaweza kabisa, ila ndio ukweli. Yani inatutesa sana, inafanya sisi graduates wa university tunasubiri ajira, na we are complaining always ajira poto muda wote, na mabasha ofisini wapi, kwa sababu yani ni hatujafundishwa kuwa creative, kujitegemea. Yani elimu haitufundishi chochote kuhusu pesa, haitufundishi. Na pesa ndio kitu ambacho kinaweza kukuharibia maisha, kikakutengenezea maisha. That is the only thing, that is the big